And Jesus wrote his finger like the letter. Yesu akaandika kwa kidole chake pale kwenye udongo. Actually, it was engraved letter. Nataka nikwambie kwamba kile kitu Yesu alikuwa anafanya ni kutupatia sheria mpya. On the stone. Katika kuandika sheria mpya kwenye ile mawe ama katika ule udongo ama katika ule mwamba. All the Pharisees, Mafarisayo wote should disobey. Walizikana hizo sheria. What do you think he wrote? Unafikiri Yesu aliandika kitu gani? When I meditate the Bible, wakati mimi nawaza sana kuhusu Biblia, I think, actually I'm sure, nafikiri hata si mambo ya kufikiri, nina uhakika he wrote, aliandika the 10 commandments, sheria 10 za Musa, 7th commandment, ya 7, do not commit adultery. usifanye usinzi. Engraved letter. Akaandika pale katika ule mwamba ama jabali ama udongo, with his finger. na mkono wake na kidole chake. Who can engrave letter? Nani anaweza kuweka majina like Jesus did? Nani anaweza kuandika majina kama vile Yesu alifanya? Remember, nataka ukumbuke Moses had 10 commandments. Musa alikuwa na sheria 10. God wrote it with his finger. Na Mungu aliandika na kidole chake. He showed them, akawaonyesha wao, I am, akawaambia mimi son of God, ni mwana wa Mungu. He proved it. Alihakikisha hilo na alithibitisha hilo. At that moment, think about that adultery woman. Nataka ufikirie sana kuhusu yule mama ama mwanamke msinzi. She was trembled. Alikuwa anatetemeka kabisa. She was so scared. Alikuwa ameogopa kabisa. She almost ready to die. Alikuwa tayari kupigwa na mawe ya kufe. At that time, he wrote another letter. Lakini wakati ule Bwana akaandika sheria nyingine. What do you think he wrote the letter? Unafikiri aliandika nini? I think, naamini aliandika, but I'm sure, na nina uhakika najua, new commandment. Akaandika sheria mpya sasa. Love another like I did. Akasema mpende mwenzako jinsi unavyojipenda wewe. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Mupe Bwana sadaka ya makofi. They were amazed. Wakawa wameshangaa na kushtuka kweli kweli. Who is this guy? Huyu ni Mungu mgani? He wrote. Huyu jamaa ni mgani? Ameandika on the stone. Ameandika kwenye jabali, kwenye mwamba, kwenye mawe. Wrote the letter. Ameandika majina huko kwenye mwamba. Love another. Kasema penda mwingine. We are ready to kill that adulterer. Tuko tayari na mawe kumuua huyo mwanamke msinzi. But he wrote the love another. Lakini akaandika mpende mwenzako. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. And then, na tena usikie, akasema hivi, whoever doesn't have sin, he throw the stone. Yule ambaye hana dhambi, yule ambaye hana dhambi kwanza akampiga huyo mama. I have mine. Oh yeah. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacha nikunywe maji. Whoever he does, kwa sababu kizungu ni ngumu. Yule ambaye hana dhambi, throw stone first. Atupe mawe kwanza. So there is just silent moment. Na kukawa katika ile hali ya utulivu. Everybody has stone. Kila mtu ana mawe.
goes right after, some time after, lakini wakati ulipokuwa unasonga, one old man, mtu mjamaa mmoja mzee mwenye umri, dropped his stone. Akachukua mawe, kayangusha chini. The adultery woman, yule mama ambaye alikuwa amepatikana katika hali ya usinzi, right after silence, katika ile hali ya utulivu, she heard the sound. Akasikia sauti inatoka. Dropped the stone. Jiwe limeangushwa chini. She was almost shout about, kidogo aseme, nimegongwa na mawe. She might thought first stone would drop. Akasema labda hiyo nimemiss hiyo, lakini nyingine inakuja to her, kuja kwake. But nothing would happen. Lakini hakuna kitu kilichofanyika. And second stone was dropped. Mawe ya pili tena ikaangushwa. Remember, all the road was stone. Nataka ujue kwamba ile njia mzima ilikuwa imejaa na mawe. She can clearly heard. Lakini yeye hakupigwa na mawe. Drop sound of stone. Mawe ikaanza kuangushwa. Second one and third one. Ya pili na ya tatu. And all of a sudden, na ghafla benivu, so many stones dropped down. Mawe nyingi zikaanza kuangushwa chini. I think when I meditate at that moment, naamini wakati nawaza katika muda huo, she almost cry out about, nafikiri alikuwa anataka kusema, kupiga nduru ya uchungu kwamba anapigwa na mawe. It timed, I gotta die. Lakini hakukuwa na uchungu. But nothing would happen. Lakini hakuna kitu kilifanyika. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Please, let's add chairs slowly. Pole pole. Tuongeze viti pole pole tafadhali. Hello. Wale maashas wetu, our ushers, add chairs slowly. Everybody disappeared. Kila mtu akapotea. Hello. 1 second. If we do that, we'll disrupt, we'll waste time. Hello. Bwana asifiwe. Wale wa upande huu, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Basi fanyeni hivi. Wewe unaongea uko na shida. Sasa wewe, hiyo kuongea yako wewe pia utanyamaza. Akapotea. She had another silent moment. Na hivyo kukawa na wakati mwingine wa utulivu. And then she could hear one voice clearly. Na akasikia sauti nyingine ikitoka. Someone said, mtu akasema, where's all the accuser? Wale watu waliotaka kupiga we mawe sasa wamekwenda wapi? So she looked up at that man. Kaangalia juu atazame mtu yule ambaye anamuongelesha. None, Lord. Akasema, Bwana, mimi sioni mtu. She looked around. Kaangalia tena upande mwingine. Nobody was there. Akasema, mimi Bwana sioni mtu mwingine. She thought she had to be executed. Akasema, sasa leo kweli mimi ningepigwa, ningeuliwa. But nothing would happen. Lakini yeye hakuuliwa. All the accusers gone. Wale wote waliokuja kumpiga mawe wakapotea. Mtu asema amina. Pigia Yesu, mupe sadaka ya makofi jamani. And the man, Jesus said, kwa hiyo Yesu akasema, I don't condemn you. Mimi sikuhukumu wewe Either.
sikuhukumu, hata mimi sitakuhukumu. Go sin no more. Nenda na usikafanye dhambi tena. Sin no more. Nenda usikafanye dhambi tena. Do not sin anymore. Na hakwenda kufanya dhambi tena, naamini. You know what? Unajua nini? We are all adulterers. Sisi wote hapa ni watu wa kufanya dhambi. Hata mimi mwenyewe. Even right after born again, hata baada ya mtu kuokoka, I love Jesus. Nampenda Yesu hapa. And with the other leg, na hii mguu nyingine, I love word. Napenda vitu mzuri vya dunia. Ama mpende nyinyi? Earthly things. Mnapenda vitu vya ulimwengu? Ampende na mko ulimwenguni. We support have get closer, get narrower between leg and leg. Hapa kwa sababu wengine hawapendi kama gari nzuri na nyumba nzuri. Lakini ukitoka hapa unajapa kuomba tu Mungu, toa hii mguu yangu isonge tu karibu. But time goes by. Lakini muda inapoenda, someone, mtu mwingine, he loved Jesus. Hapo huyu jamaa anapenda Yesu na moyo wake wote. He loved the word. Lakini akiangalia nyumba ya mtu more and more, anasema hii nataka hivi ya dunia kidogo. More and more. Anasema nataka kidogo. Mpaka atapasuka bwana. More and more. Si watu wanaita wako wapi wanisaidie hapa? What's going to happen? Nini kitafanyika? Si utapasuka. Pasuka nini na kizungu? You will pass. Maybe, your past is your English. Ama ni hiyo. You will pass. Okay. Okay. His two legs will be torn. Jina ni torn. Yeah. Hiyo mguu yako itafanya namna gani? Itapasuka hiyo. Itabust hiyo. We love Jesus. Tunampenda Yesu. But we love our own possession too. Tunampenda Yesu na kama wanadamu mara nyingi tunajipenda. Hallelujah. Jesus said, Yesu akasema, if you want to follow me, kama unataka kunifuata mimi, give up your parents. Wachana na mambo ya wazazi wako wewe. Give up your wife and children. Wachana na mke wako na watoto. Give up your brother and sister. Wachana na ndugu yako na dada yako. Give up your house and land. Wachana na shamba lako na nyumba yako nzuri. Give up even your own life. Wachana hata na maisha yako. But we love all this with Jesus. Lakini tunapenda hii yote kwa ajili ya Yesu. Amen. So we are still adulterers. Lakini bado sisi ni watu wanapenda mambo ya dunia. Hallelujah. We have to repent it. Twende tukatubu na kuomba kwa jina la Yesu. Kama simu yako iko on, uizime. Hello. Amen. Right after Jesus resurrected, baada ya hapo Yesu akafufuka. He went to the Sea of Galilee. Akakwenda katika ziwa ya Galili. And he met Peter. Akakutana na mtu aliyeitwa Petero. Peter, do you love me? Kamuuliza Petero, wewe unanipenda? Then feed my lamb. Raise my lamb and then feed my lamb. If you love me. Kamwambia kama unanipenda basi chungeni hawa kondoo wangu. Do you love me more than all these things? Akamuuliza, wewe unanipenda kuliko hawa wote? Include all these people? Kuliko watu hawa wote? Include all your possession? Kuliko nafasi yako yote? Even more than your life? Kuliko hata maisha yako? He couldn't answer well. Hangelijibu hiyo vizuri. But finally, he said, lakini mwishowe akasema, you know I'm loving you.
akamwambia Yesu, unajua mimi ninakupenda. The Greek word is there are four different love. Lakini kuna aina ya kupenda mara 4 katika lugha ya Kigiriki. Jesus asked Peter, "Are you agape me? Agape me? Agape means the love like God loved us." Akamuuliza, wewe Petero, uko na upendo ya agape kwangu? Tukisema upendo wa agape ni upendo wa Mungu, sio hiyo mnapendana na huyo. But Peter answered, "I love you like friend." Phileo. Peter akamjibu akamwambia, hapana, mimi tunapendana na wewe kama rafiki. I love you as your friend. Mimi nakupenda kama best yako. Not like you did to me. Sio vile wewe unanipenda. That we are. Hivyo ndivyo tulivyo. But lakini Jesus doesn't lie. Yesu hakupenda love the world more than him. Ulimwengu kuliko yeye mwenyewe. If you like to become a his disciple, kama unataka kuwa mwanafunzi wa Yesu, our leg, wewe kuweka mguu yako hapa kwa Yesu, weke ingine hapa kwa dunia. Supposed to be united together. Unafaa hii mguu utoe kwa ulimwengu, weke hapa zikae attention, ikae pamoja with Jesus Christ. Ikae attention na Yesu Kristo. You better live simple life. Wewe ishi maisha simple, acha kucomplicate, ni complicate. Wacha complicate maisha yako. Ishi maisha simple. If you love the worldly things, kama wewe unapenda vitu ya ulimwengu, and the second coming of Jesus happened, wakati Yesu atakuja tena, even though you caught up on the way, caught up, hata kama utakuwa ndio unataka kujiinua, you will fall down. Lazima utaanguka chini. Because you are too heavy. Kwa sababu wewe ni mzito sana. Vitu ya ulimwengu imekaa mzito sana kwako. You have your house, uko na mfuko yako hapa, your car, your land land iko hapa, shamba yako iko hapa, your position yako umejipea iko hapo. It's too heavy to be caught up. Wewe unafikiri ukikuwa na hiyo vitu yote unaweza kwenda mbinguni? Sasa hilo unavuruta kwenda mbinguni, ile kamba inakuvuruta itakati, kwa sababu umejaza vitu nyingi. Mfuko imejaa, gari ni mzito, mashamba ni mzito. Kae ni maisha simple, uende mbinguni. You will be fall down. Kamba inaweza kukatika uanguke chini mami. In Africa, hapa Afrika, I found out too many false prophets. Manabii wa uongo ndio nimeona wako wengi sana. They sell Jesus. Wao wanauza Yesu. Manabii ya uongo wanafanya nini? Wanauza Yesu. In Ethiopia, huko Ethiopia, kuna kanisa mimi najua huko Ethiopia. $1,000, which is $100. $1,000? One 10,000 birr. 10,000 birr. 10,000 birr times 5, hiyo ni 50,000 Kenyan shillings. 1 birr is 5 shillings. So 50,000. Ukilipa 50,000, it's different. Some church, 5,000 birr. Some church 10,000 birr. Kanisa zingine unalipa 25,000. Kanisa zingine unalipa 50,000. They say first level of church. First level of church. Kwa hiyo kanisa wako na viti. Wako na viti vya mbele. Ukiwa kama wewe ni viti ya unataka kukaa mbele uonekane haraka na pastor, unalipa 50,000. And then when you have deliverance time, na wakati sasa ukifika wakati wa kufanyiwa deliverance hapa kanisani mbele, vile tunaombea watu huku mbele, pastor close to them, pastor anawaambia, he make a sound like huyo pastor anakuja kwa watu wa 1000 ngapi? 50, nasema hey, fall down back to back. Ndio
50,000 kwa sababu amelipa 1,000 ngapi? 50. Na ana make sure watu wanaombewa ni 50,000. Ndio wanafanywa namna hiyo. Kama wewe ulilipa, tutakuja kuanza kitu kama hiyo, mimi nafikiria. Nothing happened. Na hakuna kitu inafanyika except fall down to bed. Mtu tu ukifanya tu namna hiyo, hakuna kitu kingine, unakaa hapo mbele. Yaani katika ile hali unaambiwa kwamba hiyo ndio njia ya kupata muujiza. And he sell na anauza anointing oil. Na pia na mmeona hizo zinauzwa mpaka kwa ziko hapo Nairobi mahali wanaita sijini wapi. Sitaki kuongea. Bwana sifiwe. 1,000 beer. Unauziwa 1,000 na on sale inaandikwa mafuta hiyo unatumia kutoka Nairobi huko mahali mnatumana nyinyi wote mko hapa huko. Sasa mnaniangalia ni kitu amjui na mnajua. Amjawahi wewe sema mimi sijawahi tumiwa. Hallelujah. They are still buying that oil with 10,000 beer, which is $200. Mtu ananunua hiyo mafuta na $200. Sinilisikia ya huko wanauza 7,000. Money. Na wananunua na pesa, mnauziwa kanisani. Biashara. Business in the church, biashara. They do business in the church. Wanafanya biashara kwa kanisa. They make church den of robbery, den of thief. Wanafanya kanisa linakuwa ni shimo la waizi. Na ndio nimekuwa nikipiga kelele huko. Shimo la waizi. Jesus made strike and he used. Yesu alikuja na kiboko akatwanga watu. Akachapa watu. Get out of the temple. Akamwambia toka katika hekalu ya Mungu. Don't make my father's house den of thief, den of robber. Wacha kufanya nyumba ya baba yangu iwe ni nyumba ya waizi na wakora. But when I watch the TV, the African TV, more than 40 channel, different channel, all channel had those kind of conference, those kind of meeting, those kind of worship service. Na nikiangalia katika TV zaidi ya 40 senya akiangalia hapa anaona wale watu wako kwa TV ni wakora, watu genuine kama wakina sisi bado tuko hapo chini. Wale wakora wako kwa TV ndio wako kwa TV 40 sote ni hao manabii wa uongo. They make false prophet. Na wanatoa unabii ya uongo mbele ya watu. Prosperity prophet. Wanatoa unabii ya kukufanya usikie mzuri. You know, when I watch the TV in US, wakati nilikuwa huko Marekani naangalia televisheni huko, there was a famous speaker. His name is Ben something. Ben? Kulikuwa na mchungaji mmoja tajiri alikuwa anaitwa jina kama Ben, najui ni Ben nani. He wear the ring. He wear the ring. Huyo mjamaa alikuwa na pete tuseme kama hii yangu 10 fingers. 10 fingers every. Alikuwa na ring kama hizi sasa yangu alikuwa na 10 mpaka hii nawekwanga kweli. Ameweka mpaka hii. You seen that too? Wow. Yote 10. Sasa zini uzito. Who lived like that? Jesus lived like that. Apostle Paul lived like that. Nani aliishi namna hiyo? Anavalishwa ringi 10 kwa mkono. Kwani wewe uliona Yesu akiwa na ringi 10? Ulimuona Paulo akiwa na ringi 10? Jesus said, fox had 10. The bird in the air had nest. Yesu akasema kwamba ndege wangani wako na kitu kinaitwa kiota, mahali wataenda walale. I don't have place to lay. Lakini Yesu mwenyewe akasema mimi hata sina nini mahali nitaweza kuwekelea kichwa. Hata Yesu mwenye anahubiri hana mahali anawekelea kichwa, lakini nabii ako na ringi 10. But nowadays
Many worship leaders had gold necklace. Ukiangalia hapa tu mtu ni mtu ya kawaida ya kupiga keyboard hapa, anapiga drum huko kama hawa, anapiga gita pale, lakini ukimwangalia hapa ameweka vitu bei kali, hana kazi, hana biashara. Yani mtu tu worship leader hapo tu ndiako na vitu kali kabisa, anataka kujionyesha kabisa. He decorated himself as much as he can. Anajibamba sana vile anaweza kujibamba. Not even worship leader, pastor, rabbi or so. Hata huyo mtu ya kupiga huko hata hajafika kiwango ya kuitwa pastor. He got to wear expensive clothes. Anatafuta nguo ya bei kabisa ajimaliza nayo huko. He got to put on expensive shoes. Atafuta kiatu, hatuwezi kuvaa kama hii yangu hii imesoeka. Anatafuta kiatu mzuri yenye akipita kwa barabara hivi watu wanasimama kuangalia kama hii ya huyo mjamaa. Ile kama hii. Fly, maybe sleep. Sema kiatu ya wazito kama hiyo. Hata yeye amekubali yake ni mzito. They have nice car. Na ni watu tu wa kupiga muziki, sio watu wa muziki wanaingililiwa, na wako na gari mzuri sana. They even have nice airplane. Na hata hako na ndege mzuri sana. Jesus lived like that? Who lived like that? Nani aliishi hivyo? Lived like that? Kuna mtume yeyote unamjua wewe aliishi katika njia hiyo? Kuna mtume unamjua? You know, there are so many liars. Kuna ukora mingi inaendelea among the ministers. kati ya watumishi. False prophet, Manabii wa uongo, false teacher, mawalimu wa uongo, false shepherd. na kuna wachungaji wakora. Bible said, Biblia inasema liar mkora will be cast into the atatupwa katika ziwa la moto, the hell, the burning fire and limestone. Brimstone. atawekwa katika moto unaochoma. We have to be careful. Lazima tukue watu wa kuogopa. Peter Choi mentioned about you are almost all of them is leaders. Sorry? You Leader. are. Okay, tukasema kwamba nyinyi ndio viongozi wa kanisa la kesho. Some soldiers from other country. Kuna watu wengine hata mtatumwa katika nchi zingine muende kuhubiri huko, mnanisikiza leo. Hata yeye ametoka kwa amekuja wapi? Huko. Some leaders came here from other provinces of Kenya. Kuna hata labda hapa ndani watu wametoka mbalimbali wakakuja huku. Si eti labda wengi mmetoka mbalimbali mkakuja huku. All the leaders have to be careful. Nataka nikwambie kama nyinyi ni viongozi wa makanisa, mkue namna gani? Careful. Uchunge sana kama we ndio unasema ni kiongozi wa kanisa. Chunga sana. We can make up a prophecy. Unaweza kujiletea tu mambo yako ya unabii. When we have 100% full of Holy Spirit. Wakati tumejazwa na 100% Holy Spirit. Roho Mtakatifu amejaa kwako. We can make a prophecy. Tunaweza kutengeneza unabii. But are you all have 100% full of Holy Spirit all the time? Nauliza wewe, kila wakati umejazwa na Roho Mtakatifu? Umejaa Roho Mtakatifu kila wakati? Let's say someone had 90% full of Holy Spirit. Wacha tuseme mtu amejazwa 90% and 10% full of self. Na 10% ni yeye amejijaa. Even though take a prophecy, hata kama mtu huyu atatoa unabii, 9 prophecy right one, 9 zikuwe za kweli, but 1 make a prophecy very wrong one. Na moja kati ya 10 iwe ni ya uongo ama isikuwe ya kweli. He will be a sinner and liar because of that prophecy. Atakuwa ni mwenye dhambi na mkora kwa sababu ya unabii. You know, unajua even though we keep all the law of God, hata kama tunaweka
ukajiweka na upendo ya Mungu, except one little sin, isipokuwa kitu kimoja kidogo, we become still sinners. bado tunakuwa wenye dhambi. Because God is a holy God. Kwa sababu Mungu ni Mungu mtakatifu. Anything cannot be together with God. Hakuna kitu kinaweza kuwa pamoja na Mungu. So we got to be careful. Kwa hivyo lazima tuwe watu waangalifu. Don't sell Jesus Christ anymore. Wacha kuuza Yesu. Don't make a business in the church. Wacha kuleta biashara katika nyumba ya Mungu. Anything concerned about money, Pigia Bwana Yesu makofi vizuri. they are false prophets. Na watu wowote wanaoangalia na kazi yao ni pesa, watu hao ni manabii wa uongo. Right before Jesus died on the cross, right before day, Vile Yesu alikufa kwenye msalaba kabla ya asubuhi kufika, after dinner, he prepared an washing ceremony for his disciples. wakati huo kabla ijafika asubuhi ya kwenda kusulubishwa, akaanza kufanyia wanafunzi wake ile mambo tunaita kudhawadhana miguu, yani watu wanaoshana namna gani? Miguu. So he washed his disciples' feet one by one. Akaosha wanafunzi wake wote miguu mmoja mmoja. When the turn came to Peter, Peter said, "Oh, you cannot wash my feet." Wakati tan ilimfikia Peter oshwe, akasema hapana mkubwa, huwezi osha miguu yangu mimi. He thought, "I'm not deserve it." Akasema hapana, sistahili kuoshwa miguu na wewe Mungu. But Jesus said, if I don't wash your feet, you are not part of me. Lakini Yesu akamwambia, basi kama mimi siwezi kuosha wewe miguu yako, basi tunawachania hapa, wewe hatuko pamoja. You are not concerned with me. Kwa hivyo ni kumaanisha wewe hatuko pamoja. Then Peter said, "Not even my feet." Na Yesu akasema sio kwa ajili ya miguu yangu. Wanapiga kelele. Wash my head and hand also. Basi nioshe hata mikono yangu. Jesus said, Yesu akasema, the one who bathed already, best already. Best. Akasema basi hata ikiwezekana wewe nioshe mwili yangu yote. Bwana osha miguu, kama ni mambo ya kuwa pamoja, sheni mimi mwili. He got to wash his feet only. Akamwambia hapana, we hapa tunakuwa tunaoshana nini? Miguu peke yake. Best means born again. Lakini hiyo kuoshwa ilimaanisha kuzaliwa mara ya pili. Even though we born again, but when we make a living in the work, wakati tunatengeneza pesa katika hali yetu ya kazi, we keep sinning. Tunaendelea kufanya dhambi. So we need to wash my feet. Kwa hivyo ni lazima mtu miguu yako iwe imeoshwe, imeng'ara. Yeah, old ancient time, everybody wear the sandal. Yeah, go ahead please. So when they go out, the dust comes off on their feet. So they have to wash their feet. Sijui kama kuna watu walizaliwa wakati ule wetu, mnakumbuka wakati mtu ulikuwa unaenda kucheza nje, ulikuwa unaoga mwili mzima ukienda kulala. Hata awatali amesema alikuwa anakuja anaosha miguu. Sisi tulikuja tunafanya kitu kinaitwa wesanguru, linaitwa kwa Kiswahili. Asalimi unamaliza hiyo unakuwa. Amen. Yeah, so they have to repent every day. Kwa hivyo ni kumaanisha lazima mtu uungame kila siku. But think about it. Lakini nataka ufikirie kuhusu hii. You still nail on Jesus Christ on the cross with your sin. Lakini bado wewe unakaa katika msalaba, unamweka Yesu kwa msalaba na unasema umeokoka na unabaki na dhambi. You nail on his hand on the cross. Na Yesu amepigwa msumari kwenye msalaba with your sin na dhambi yako huko, and ask him
wash my feet. Yesu amepigwa hapo kwa msalaba, msumali iko kwa miguu yake, mikono yake, alafu naenda kwa Yesu anamwambia, wewe Yesu kuja hapa, osha mimi miguu. You still have the other hand. Mkono hiyo mwingine ichapigwa msumali. Wash my feet. Yesu toka hapa haraka, osha miguu yangu. Then Jesus with shaking hand, Yesu na uchungu mkali na mkono huo mwingine, and painful hand, mkono ulio na uchungu sana, he will wash my feet. anakuja anaosha mguu wako, Because he promised us. kwa sababu alituahidia. If you confess your sin, Kwamba unaweza kukiri dhambi zako, I wash your feet. mimi nitaosha miguu yako, I'll make you clean. nitakufanya uwe msafi. Yesu apewe sifa. With shaking hand, Na mkono unaotingika, painful hand, mkono ulio na uchungu sana, he will wash my feet. atakuja na naosha mguu wako. Do you think Unafikiri he washed my feet with delightful mind? unafikiri ataosha mkono miguu yako na mikono hiyo iliyo na uchungu? Do you think he will wash my feet delightfully? Unafikiri anaosha miguu yako hiyo akiwa na furaha? No, haiwezekani. He will wash my feet Anaosha miguu yako with sorrow, na uchungu mkali. with heartache, Anaiosha miguu yako akiwa ameumia kwenye moyo. with painful mind. Anaiosha miguu yako akiwa na uchungu mkali sana kwenye mwili wake. You know, Nataka ujue hivi, he deserved by us. ujue jambo hilo linamtatiza Mungu wetu. Not serve us like that. Wacha kufanya hivyo unafanya. He deserved wash his feet with our hair. We have to anoint precious oil I got and wash his feet and kiss his feet, and we should wash his feet. Sio kitu ambacho anastahili kukufanyia hivyo. Ni sisi wenyewe tunastahili tubebe manukato, kwa maana yeye ako kwa msalaba. Kama katika ile hali ya ubinadamu, tukwenda na mafuta, tukiwa tumeinama chini kwa miguu yake, tuioshe na ile mafuta, tukifanya hiyo anointing kwa miguu hiyo yake kwa jina la Yesu. We have to exalt his name. Lazima tuinue jina la Bwana. He's so precious God. Yeye ni Mungu wa ajabu. We have to serve him. Lazima We have tumtumikie to Mungu. worship him. Lazima We have to tumwabudu. love him. Lazima tumpende. Not wash my hand. Wash Sio my feet. kumwambia njoo hapa, osha miguu yangu. Sin every day and wash my feet. Unafanya dhambi kila siku na unasema njoo hapa, osha miguu yangu. That's what we are doing now. Hiyo ndiyo tunafanya sasa. Do you think it is right? Unafikiri hivyo ni vizuri tumfanyie Bwana wetu? What do you think? Unafikiri ni vizuri? No. We have to repent. Lazima tuungame dhambi. He is coming so soon. Yesu anakuja hivi karibuni. He's at the door. He's at hand. Hako karibu kuja. Very close to come again. Yesu amekaribia kuja tena. We have to repent it. Lazima We have to be awakened. tuamuke kutoka kwa hiyo usingizi. We have to prepare his coming, second coming.
lazima tujiandae katika kuja He is our King. Yeye ni mfalme wetu. King of King, Lord of Lord. Yeye ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. We have to prepare it. Lazima tujiandae. I'm asking you, like Jesus did, kama vile Yesu alifanya. If anyone doesn't have sin, kama kuna mtu hana dhambi hapa leo, you may stay, you may remain on your chair. Kama unajua wewe hauna dhambi, haujawahi fanya dhambi, nataka ukae chini. But if you are sinner, lakini kama unajua wewe ni mfanya dhambi, you better come down and kneel down on the floor. Ukuje upige magoti yako chini mbele ya Mungu. Now, sasa Bwana asifiwe. Hallelujah. Let's have repent time. Wacha sisi wote tuungame dhambi zetu kama kanisa. Kuna mtu ana dhambi kweli kwa ulimwengu? Basi tusimame juu tuombe Mungu msamaha. Lakini kama unaona wewe ni mtakatifu, wewe ni malaika, labda wewe ndio Yesu, humble yourself. Wacha tupige magoti yetu tuambie Bwana tusamee dhambi. Hallelujah. Kanisa nsema tupige magoti yetu tuambie Bwana tusamee. Oh my God. Oh la la bada. Let's repent. Nataka tuende mbele za Bwana tuambie Bwana tusamee. What I did to him. Bwana tusamee kile tumekufanyia. Mwambie Bwana kusamee. What I sinned against him. Mwambie Bwana nilikufanya dhambi. Wewe unajua mahali umekosea Mungu. Wash my feet. Nioshe miguu yangu. But not anymore. Nataka nikufuate tena. I'll wash your feet. Mwambie Bwana nioshe miguu yangu with my precious oil from now on. Nijaze na mafuta matakatifu kuanzia sasa. I will wash your feet from now on. Oh, Bwana kuanzia leo natamani unioshe miguu yangu. Let's repent it. Kila mmoja enda mbele za Bwana. Let's surrender ourselves to him. Usijione kwamba wewe huwezi kutubu mbele ya Mungu. Kuna kitu umefanya kibaya. Uzuri ni maombi yako unajiombea mwenyewe kwa moyo wako. Zungumza na Mungu. Mwambie Mungu akusamee. Mwambie Mungu akusamee. Wewe unajua kile unapitia. Wewe unajua kile unapitia. Oh my God. Oh my God. Bwana naomba msamaha wa dhambi. Naomba msamaha wa dhambi Bwana. Nisamee dhambi na makosa. Nisamee dhambi na makosa. Nisamee dhambi na makosa. Enda mbele za Bwana. Mwambie Bwana nisamee. Mwambie Bwana akusamee. Wengine kuna mahali ulikosea jana. Inaweza kuwa ni kitu kidogo kama uongo. Inaweza kuwa ni kitu kidogo kama kumtia mtu. Inakuwa ni kitu kidogo kama kutotii mambo ya Biblia. Inaweza kuwa ni jambo ndogo. Inaweza kuwa ni kitu kidogo. Inaweza kuwa ni kitu kidogo kabisa na haujui ufanye nini. Mwambie Bwana nisamee, mimi ni mwanadamu. Mwambie Bwana mimi ni mwanadamu. Samee hata watoto wangu. Samee hata mke wangu. Samee hata ndugu yangu. Samee hata watoto wangu Bwana. Nisamee. Nisamee. Mwambie Bwana mnisamee. Oh my God. Forgive us, Lord. Forgive me, Lord. Forgive me. Oh my God. Enderebere la barakaya baralla rabarekaya barendere ya barakaya barandara barekaya barendere la barakaya bara alla kailere ya barakaya ye Bwana ndara barekaya barendere la barakaya bara olla kailere ya barakaya barandara barekaya barendere la barakaya bara olla kailere ya barakala la 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 elere ya barakaya bara ndara barekaya bara olla kailere ya barakaya bara olla kailere ya barakaya bara oh la 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 ya barakaya ene menegene shalebere ya shene menegene shalebere ya oh la kailere ya barakaya oh randa 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 la barakaya oh la kailere ya barakaya
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Tukaketi chini kwa jina la Yesu. Hallelujah. And I can continue my teaching. Hallelujah. All the important people in scriptures revealed Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Watu wote mnaosoma kwa Biblia, watu wote mnaosoma kwa Biblia wanaashiria Kristo Yesu. Romans 5:14 said, Warumi 5:14 nasema, Adam, Adamu who is type of him, ambaye ni kama yeye, who is to come. ambaye anakwenda kuja. First man Adam revealed Mtu wa kwanza katika Biblia aliitwa Adamu na anaonyesha Jesus Christ. Kristo Yesu. Jesus Christ is the last Adam. Yesu Kristo ndiye Adamu wa mwisho. First Adam failed temptation. Adamu wa kwanza alishindwa majaribu. Serpent, devil, deceived Adam and Eve Shetani alimdanganya Adamu na Hawa to eat the fruit of good and evil. kwa kukula Good and evil. tunda ambalo lingeonyesha mabaya na mazuri. God command them, whatever you can eat all the fruit except Mungu one. akawaamurisha kuleni matunda yote isipokuwa moja. Fruit of knowledge, good and evil. Tunda la kujua na tunda ambalo huwezi kujua mabaya na kutojua mabaya. But Eve, Lakini huyu ambaye aliitwa Hawa, when she take a look, the fruit of when she look at the tree of knowledge of good and evil, wakati aliangalia matunda hayo ya kujua mazuri na mema, the fruit mabaya, looks good for food. aliona matunda akasema hii matunda hii ni mzuri sana. And it was pleasant to the eye. Na tunda hilo lilikuwa nafurahisha kwa macho ya kawaida. And it was desirable to gaining wisdom. Na ilikuwa ni tunda la kuleta hekima. So she ate Kwa hivyo alikula and gave to Adam. akampatia Adam pia kule. So Adam ate also. Kwa hivyo Adamu akakula pia. You know, before he ate the fruit of knowledge, Baada ya kukula matunda hayo ya kujua ama ya kuwa na hali ya kufahamu, he was clean, he was righteous. alikuwa ni mtu msafi, mtu mwenye haki. He heard God's command first. Alikuwa anasikia ama alisikia amri ya Mungu kwanza. He knows God's command, Alijua maagizo ya Mungu, but he ate the fruit of knowledge. lakini alikula tunda ya kufahamu ama tunda la ufahamu. If Adam ate revealed last Adam why he ate fruit
of knowledge? Mungu anatueleza ni kwa nini Adamu alikula tunda la ufahamu. Because he loves Eve. Kwa sababu Adamu alikuwa amempenda Hawa. He ate for herself. Adamu alikula tunda kwa ajili ya Hawa. So he had final responsibility for their sin. Kwa hiyo ilibidi yeye mwenyewe achukue responsibility, yani akubali hiyo mateso kwa ajili ya dhambi walioifanya. Namna gani walioifanya? Inaonekana Roho Mtakatifu amezungumzia huyo jamaa, mwambie tupumzike kidogo. Niliwaambia hii maombi ya jana haikuwa mchezo na hamkuamini. Haleluya. Okay, sasa niliwaambia tu nimesense ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. So mimi ni lawyer hapa. Hallelujah. Praise the name of the living God. Namshukuru Mungu kwa kufika kwenyu hapa nyinyi wote. Bwana apewe sifa. There is one thing ningetaka mjue. Mimi nimempenda Mungu sana. Bwana asifiwe. And truthfully, conference hii, this particular conference, hii, hallelujah, imepangwa na mtu anaitwa mimi. Praise the name of the living God. Mimi mwenyewe ndio nimelipa ticket ya ndege, air ticket, nikaleta hawa. Praise the name of the living God. Na hata isitoshe, mimi nimetumia pesa Pastor Job ndiye amelipia huyo wa mwisho ndege akakuja hapa. Hallelujah. And you want to speak something? Okay. Na ingine, expenses ya kutumika katika conference hii kwa siku inanigharimu mimi mwenyewe like 200,000. Praise the name of the living God. Na hiyo pesa, it is coming kutoka kwa mke wangu na mimi. Hallelujah. Tunafanya hivyo with one reason, kwamba as you live here mukwe imparted with the knowledge. As you go to your various congregations, you also reciprocate. Bwana apewe sifa. Mtu anaweza kufikiri kama mimi ni mwenda wazimu. Hello? Yeah, we are free, we can go. Okay. So, mtu anaweza kufikiri kichwa yangu ni mzuri. Mimi sijawahi kuwa mwenda wazimu hata siku moja. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Transportation yenu peke yake hata siwezi nikasema kitu. The reason why, and this is the Lord put it in my heart. Hello? The Lord put it in my heart. The Lord. Mungu mwenyewe. Bwana apewe sifa. Sioni hasara. Hello?
sioni hasara. Na by the way, hii ni pesa nafanyia naye kazi ngumu. Mimi ni mwalimu. Bwana pewe sifa. Mimi ni mwalimu. Na tunafanya biashara ya mtu uze chai na ndazi mpaka ifike hiyo kiwango, and then tunatumika hiyo kwa watu wetu hapa. Bwana asifiwe. And to be very honest, na nasema very truthfully, and God bears me witness, mimi sijasikia mtu anahubiri injili ya ukweli kama huyu mzee. Kama ulikuwa unamsikia. Hallelujah. Praise the name of the living God. Mimi sija ukweli wa maneno, nimesikia wachungaji wengi. Tungeleta hata mtu hapa atutabirie uongo ama waambie fire 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 na muende na hiyo fire. Bwana apewe sifa. But getting somebody mwenye anaweza kuambia kwamba you are going to hell, come out of hell, repent, ni kazi ngumu. Tumeleta mwingine hapa akaambia Saitoti nunua chumvi. Kwanza hiyo pepo ikaingia Saitoti akatoka akaacha chumvi hapa. Chazote si huko, si ni kweli? Hello? I mean, you know me, I will speak the truth the way it is. Bwana apewe sifa. There is no time to lie. There is no time to pretend. Ama iko? No. Let God be God. Praise the name of the living God. Na mimi nitaongea tu, mimi siheshimu mtu. Unajua naweza shindwa kuongea ukweli kama wamenipatia kitu, nitajificha kwao. Si ni kweli? Sasa kama mtu hajanipa, sasa umenipea nini wewe? Hawajanipa kitu, si nitaongea ukweli? Allah. Bwana apewe sifa. Are we communicating? Tunaelewana? Hallelujah. So, hata kama tunatumika hiyo, all that, hii expenses zote, ninaamini kuna mtu atatoka hapa aenda kukutana na Yesu. Mimi siwajui na sijui zile dini nyinyi huenda, because you've come from different churches. Si ni kweli? Congregations. Hello? Ama mulifikiri ninamwambia nyinyi ni wa hapa? No. Hata sioni washirika hapa, ni 10 hivi ama ngapi? Mko kama wangapi? It is an investment we are doing for the kingdom of God. Huyu jamaa ni Mkorea, hawa ni wa Korea, huyu ni Muethiopia. Bwana apewe sifa. Wametoka huko hapa wakaje wahubirie nyinyi. Na ninaamini kwamba mtapata neno la Mungu. You go back to your various congregations. Take this to your people. Chukulia watu wenyu. Hata jichukulie mwenyewe. Bwana asifiwe. Akili yangu sio mbaya na mimi ninajua Mungu atanilipa. I know the truth. Mungu atanilipa. Hallelujah. I know Mungu atanilipa. I know. So hii kitu nimekuwa nikifanyia saving kwa kitu kama haka for 2 years. 2 years pesa yangu na save kidogo from business. We put it together, we pay air tickets, and then we bring the international guests. Mnaelewa? Eh? We paid for 6 tickets hizo 6. Ndakupatia receipt iko pale kwa ofisi yangu. Si mama atawapatia. 6 air tickets. Ndio mimi nimelipa. Hallelujah. And I did that. Na tulifanya hivyo on the purpose that Africa ikuwe restored back to the truth. That the people might receive the Lord Jesus. Mimi kwangu sioni kitu, mimi naona hii ni crusade. Bwana asifiwe. Watu wengi wametoka kila mahali watasikia injili. Hivyo ndivyo naona katika macho yangu. Amini usiamini, kuna mtu ametubu tambe leo through what the servant of, maybe I should even speak in English for their benefit also. Nipate mtu anitranslate wewe, Kizungu yangu ni rahisi. Hallelujah. Hiyo naongea hivyo mkiendelea kuangalia mambo ya lunch. Hallelujah. Amen. For your own benefit also. Praise the name of the living God. Unajua hata hii Kizungu nimeanza kuongea, nimepotea vitu nilikuwa naongea.
Honestly. Oh, nimekumbuka. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I am very sure Nina hakika kwamba that something is serious business has transacted today. Kwamba kuna biashara ya muhimu sana imefanyika siku ya leo. I was filled with great joy. Nilijazwa when I see the whole people from different congregations wakati niliona watu wengi kutoka makanisa mbalimbali kneeling down na majini and repenting na kuangama, it touched my heart. Iligusa moyo wangu. Najua we have not had this opportunity to repent. And I thank God it was in silence. Because everybody was repenting by himself, by herself. And you know what you said. You said it to your God. Hallelujah. Hallelujah. Let us thank God for the revelation God gave to his man servant. I also repented my own. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ama tumekasirika. Hallelujah. Hallelujah. Okay, I've finished. Last announcements. So we will be breaking for line. And I can see today something great happen. And we want the great thing to happen again in the afternoon. For your information, we are going to have line with the leaders from different countries. Amen. So as we go out, I need leaders that I called yesterday. Amen. And stand here. So we want to go. We want to go to with all of them to the hotel that we are in, the Camel Park. And then before we go outside, we need to make one small song, not the long one. And then from there we pray and then we go. Amen. Just do one and then we pray and then we break. Shabbat shalom. Let's stand up. Shalom. Stand up. Stand up. Hallelujah. Okay. Sasa kuna kitu ya translate. Amen. Katikati ya miungu sijaona Mungu kama wewe. Katikati ya miungu sijaona Baba kama wewe. Ah, Baba 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 wapi makofi ya juu? Katikati ya miungu sijaona Baba kama wewe. Katikati ya miungu sijaona Mungu kama wewe. Baba
makofi ya juu, makofi ya juu, makofi. Baba, 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 1, 2, 3, 4. Jesus. Wacha tuombe kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru mfalme wa ajabu. Tunaendelea tangia asubuhi mpaka wakati